Safi, karibu tena mtazamaji, hapa ni Bonita Media na kama kawaida kwa majina naitwa Boniface Owino. Mtazamaji, ningependa kushukuru wale ambao tayari washanipa support yao, na ningependa tu kukumbusha, iwapo tunakutana kwa mara ya kwanza, chukua sekunde yako moja ama zako mbili, uenda hapo chini kwenye sehemu ya maoni mtazamaji, uniambie maoni yako ni gani na unatazama video hizi ukiwa wapi. Ikiwa uko Kenya, ni vyema uniambie uko pande gani ya Kenya, yani uko county gani, na iwapo uko sehemu za enzi ya nchi pia ni vyema uniambie uko nchi gani, na mambo itakuwa sawa. Element 254, asante sana ukiwa kule upande wa nje pamoja na familia yako. Mtu kama Rehab anasema ni asante sana ukiwa kule Dubai. Nasema ni asante sana, Mungu akubariki kwa support ambayo unanipa. Sasa nimepata Rehab na nimepata mpaka Element 254, watu ambao wanasema kwamba watasimama na mimi kutengeneza studio. So mtazamaji, ningeomba tu iwapo pia wewe ungependa kuchangia ili siku moja wewe pia useme kwamba nilikuwa mmoja wapo nilisaidia kutengeneza studio ya Bonita, mambo kama hayo. Mtazamaji, usikose, utaniambia tu kwenye sehemu ya maoni. Sasa mtazamaji, haraka tuingie kwenye mjadala la siku ya leo. Kuna jambo fulani hapa, nikiwa kwenye pilika zangu za kuangalia kile ambacho tunaweza tukazungumzia, nimekuja nikapata kitu fulani. Nilikuwa nataka kuzungumza kuhusu ili jambo la Matiang'i kurudi Kenya, lakini nikaamua niachane na hiyo kwanza, nizungumze kuhusu ili swala la Raila Odinga's family. Kwa sababu mtazamaji, hakuna jinsi ambavyo watu wanaweza kuwa wanatoa hela ati wanafanya mchango, na hiyo mchango ambayo inafanywa kuna watu familia fulani wana benefit. So unakuja kugundua, so umejua kila wakati Raila Odinga huwa hataki kuingia kwenye serikali, kwa sababu anajua vizuri ya kwamba kuna kile ambacho yeye upata kwa wale ambao wako kwenye serikali. Na ndio maana unakuja unapata kuna wale watu ambao yani ukijaribu tu kuattack Raila Odinga, yani ukijaribu kuzungumza tu kuhusu Raila Odinga, wewe umekosea. Na ningependa kusema hivi kwa vijana, wale vijana ambao umeweka Raila Odinga mbele, ni kama Raila Odinga ndio baba yao, ni kama hakuna kitu ambacho wanaweza kufanya bila Raila Odinga. Wacheni niwaambie kitu kimoja, huyu mzee hakuna kitu hata moja atakuja kuwasaidia naye. Tuseme si kuwasaidia, huyu mzee aweza kusaidia kujenga nyumba, aweza kusaidia kulipa karo ya shule, aweza kusaidia kujiendeleza, yani kujijenga hawezi. Wewe utapiga tu kelele baba, at the end of the day kila ambacho utafanya utarudi tu kwako kule kwa ile nyumba ambayo ulikuwa unaishi. Wajana watu kama kina Gaucho wanapiga kelele, Omoshi wana hawa nimesikia juzi au vijana wa Jakaranda. Nimesikia kelele wakilia wakisema kwamba walitumiwa vibaya au walikuwa wanapigiwa simu wakati wa maandamano. Baada ya maandamano wewe unatoka unaenda maandamano Nairobi CBD, alafu jioni unarudi kwako kwa nyumba na kulala njaa. Wakati unalala njaa, mtu anapokea hela kutoka kwa wengine. Yeye anatulia kwa gari yake bulletproof, aweza kufanywa chochote, wewe mwenyewe unapigana juu ya mtu, wewe mwenyewe uawe ufe na mtu awe uhai. Yaani wewe uende upigane ufe ili mtu apate faida aingie uongozini. Don't you think that is somehow being brainwashed? Anyway, sitaki kuzungumza kuhusu sana kwa sababu kila mtu akifanya jambo anajua ni kwa nini anafanya. Wale watu ambao wamekuwa wakisupport Raila, nyinyi wenyewe mnajua kwa nini huwa mnapata nini kwa kumsupport Raila. Mimi sijui. Sijaienda maandamano, sijaifanya chochote. So wewe mwenyewe unaweza, na tafadhali naomba tu, sitaki mtu akuje kwa comment section aanze kuniattack. Mimi sitaki mtu akuje aanze kuniattack. Nazungumza kuhusu kile ambacho kiko. Na wakati ambapo tunazungumza mzamaji, lazima tuangalie ukweli. Ukweli uko wapi na ukweli na kujaje. Sasa kuna WhatsApp chat yenye imekuwa leaked mtazamaji. Sisi kama mnakumbuka wakati ambapo Raila Odinga alisema kwamba anataka kujenga library. Library yenyewe haikujengwa, lakini watu walitoa hela. Sasa nataka kukuonyesha jinsi ambavyo constituency fund, hawa viongozi hutumia constituency fund, haswa Ujaluoni. Tuanze na Homa Bay, tuende Siaya, tuingie Kisumu, tuende Migori, au huku kote kuna viongozi wa huku kote ni Ujaluoni, ni Nyanza. Sasa nataka kukuonyesha, tuanze na Homa Bay. Homa Bay kuna group chat inaitwa Consolidated Contribution List for Dr. Aida Odinga Library Project, ambacho hatujui kama ilijengwa. Haya, this is a main group. Hii ni main group. Sasa kwa main group unaona wameweka vizuri sana. Tuna Homa Bay County. Homa Bay County tuna viongozi wengi sana. Hapo ndo tuna Eve Obare ambaye alitoa 500,000, tuna Pondo Peter Kaluma ambaye alitoa 1,000,000,
tuna Ongondo Were ambaye alitoa 1500. Tuna Gladys Wanga alitoa 1500. Tuna Lilian Gogo alitoa 1,000,000, na John Mbadi alitoa 1600. Halafu tuna Millie Odhiambo alitoa 1400. In total Homa Bay County peke yake, Mama Aida Odinga ili ajenge library yake Homa Bay peke yake. Hawa ni wale viongozi ambao wanajulikana. Hawa in fact naweza sema hawa ni ma MP na governor, I think, yeah. Na wale watu ambao wanajulikana. Tujenge kwa ma MCAs wale wengine. Tuna total tu alipata 4,450,000. Yaani Homa Bay peke yake kwa wachache watu karibu watu 8, Aida Odinga alipata 4,400,000 na 1,450,000. Hiyo kujenga library. Haya, twende Migori. Migori hakukuwa na watu wengi. Migori hakukuwa na watu wengi sana, kulikuwa na watu 4. Tulikuwa na Paul Abor alitoa 1,000,000. Tuna Pamela Odhiambo alitoa 1500. Tuna Denita Gati alitoa 1500. Alafu tuna Walter Owino alitoa 1400. Ukipiga hesabu zote ya watu wa Migori, watu 4 tu pekee. Yaani imagine watu 4 Migori wanatoa shilingi 2,200,000. Twende Siaya. Siaya tuko na Elisha Odhiambo alitoa 1500. Tuna Opio Wandai alitoa 1,000,000. Tuna Atandi alitoa 1500. Tuna Jacqueline Uduola alitoa 1500. Tuna Christine Ombaka alitoa 1500. Hesabu zote watu wa Siaya, watu 6 kutoka Siaya, in fact hata si watu 6, ni watu 5 kutoka Siaya walitoa 3,000,000. Ukipiga hesabu zote utakuja kupata kwamba inakuja karibu 10,000,000. Na 10,000,000 ni karibu watu hata hawajafika watu 20. Na umejua hiyo bado hatujaenda Kisumu. Kisumu tuna watu kama kina Anyang' Nyong'o. Haya, hapa hatujaweka mtu kama kina Oburu Odinga. Ushaelewa? Hawa ni wale watu tu ambao so unaona jinsi ambavyo pesa ya umma inatumika, mtazamaji. Of course, wacha nikuambie kitu moja yenye lazima uelewe. Ya kwamba ili jambo lilikuwa likifanyika, ili kuwe kwa forefront, ili upendwe na Raila Odinga ama familia yake, you must do something to them. Ni lazima uparticipate, lazima uwafanyie kitu, lazima ufanye jambo ili ujulikane. Lazima kama hujafanya kitu, hata hiyo ODM yani ndio maana unasikiaga kwamba kila pahali ukitaka kufanya kazi na ODM party lazima ulipe hela. You have to pay for the ticket. Usipolipia ticket, my friend, you will not get if they tell you that you're supposed to pay 500,000 and you fail to pay 500,000, you will not get the post. You not get, kwani zile direct tickets zenye watu unasikia mtu amepata direct ticket ODM huwa wanapataje? Huwa wanapata by those. Hata hizi grassroots elections huwa hazifanyi kazi. Kwa sababu unakuja unapata kwamba mtu ametoa 1500, wewe mwenyewe uko na 1100 hapo. Yule 500 si atapata. And the funny thing is, ukitoa 1100, mtu aenda akatoa 1200, ile 1100 yako hautaregeshewa. Unaona penye wizi utokea? Ile 1100 yako hautaregeshewa. Na ile 1500 yule mtu atapewa tikiti. So hawa ni miongoni tu wa wale watu ambao sawa tunaweza kusema kwamba hawa ni wandani wake Raila Odinga. Wale watu ambao na umejua hatujaweka mtu kama Junet Mohamed. Yaani the list is long. The list is long with a lot of thievery. Na unakuja kugundua kwamba hawa watu walitoa these are main group. Na hii hata si ya Raila. Hii ni ya bibi yake. Hii ni tu kuambia Mama Aida ya kwamba tutasimama na wewe kujenga library. Sasa iwapo Raila Odinga anataka kufanya kitu, unaniambia hawa watu watatoa pesa wapi? Watatoa pesa ngapi? Mtu kama Ogondo Were, mtu kama Kaluma atatoa pesa ngapi? Kama yeye anatoa 1,000,000. Mtu kama Wandai atatoa pesa ngapi? Kama yeye anatoa 1,000,000. Haya, mtu kama John Mbadi sasa hivi kwa treasury atatoa pesa ngapi? Iwapo ni Raila, kama sasa anatoa 600,000. Unadhani ya Raila watatoa pesa ngapi? So this is one of the ways on how public funds is being misused. So wakati wote ukisikia ya kwamba kuna jambo ambalo lilifaa kufanywa na halijafanywa na viongozi, wewe jua kwamba hela yako imeenda hapa. Hela yako inatumika kutajirisha Odinga's family.
your money, especially iwapo umejua. Ndio maana nimeanza na kuuliza, wakati ambapo wewe mwenyewe unajiweka hapa kwamba una support Raila Odinga, wewe unajua kusupport Raila Odinga do you know what it takes to support Raila Odinga? Do you really know what it takes to stand with Odinga's family? Standing with Odinga's family, you have to contribute. Yaani hawa watu, mimi unanishangaza, hawa watu wako na hela, wana pesa, lakini bado wanachukua tu, wanataka tu ile kidogo. So mimi mtazamaji, mimi wacha niwaambie ukweli. Ukweli wangu ni hii. Mimi hata kama watu wanasema kwamba Raila ni babafua, hata kama watu wanasema sijui Raila amefanya nini, na supporters wa Raila Odinga, please style up. I think it's high time watu wajue kile ambacho wanapaswa kufanya.